kundi la Wakristo waliookoka. Kundi la pili ni kundi la Wakristo ambao hawajaokoka, na watu wengine ambao si Wakristo lakini ndani yao hakuna wokovu. Unielewe, ninaposema Wakristo waliookoka ni kwa sababu haiwezekani kwa namna yoyote mtu akafanyika kuwa mtakatifu pasipo Ukristo. Kuna mtu amenielewa? Ninarudia, ninasema Wakristo waliookoka kwa sababu haiwezekani mtu kupata utakatifu pasipo Ukristo. Haleluya! Kwa kuwa chanzo cha utakatifu ni kumpokea Kristo aliye mtakatifu ndani yetu. Kuna hayo makundi mawili yaliyo tofauti, yasiyoshirikiana kwa namna yoyote. Wameachana mbali kama mashariki na magharibi vilivyoachana na visivyoweza kukaribiana. Ndivyo alivyo Mkristo aliokoka na Mkristo asiokoka, au mtu mwingine ambaye hajaokoka, vile wasivyoweza kushirikiana. Naposema kushirikiana ni katika masuala ya kiroho, ni katika masuala ya imani. Kuna masuala ya kijamii ambayo wanaweza wakashirikiana, yasiyogusa imani yao. Hayo hakuna shaka watu watashirikiana. Nyumba moja ataishi moja mtakatifu, moja aliokoka na moja asiokoka. Watu watapanda gari moja, watasafiri aliokoka na asiokoka. Watasoma shule moja, aliokoka na asiokoka. Watafanya kazi ofisi moja, ya aliokoka na asiokoka. Hayo watashirikiana mambo ya kijamii, lakini katika suala la imani kamwe haitawezekana kushirikiana baina ya Mkristo aliyeokoka na asiyeokoka. Mungu wa mbinguni atusaidie. Kwa nini? Kwa sababu sisi sio kama wao. Sisi ni tofauti. Naweza kuangalia andiko lingine. Tuna maandiko pale, Petro ya kwanza sura ya kwanza mstari wa 17. Taweza tukaona pale, kwa sababu ni muhimu tukapata ukweli wa neno la Mungu, ili neno la Mungu liweze kutuweka huru. Jina lake Yesu Kristo libarikiwe. Mahali kasemwa, Yesu akasema, mtaijua kweli au mtaifahamu kweli, na hiyo kweli itawaweka huru, nanyi mtakuwa huru kweli kweli. Ndio maana ninashawishika kuwaletea maneno ya Mungu matakatifu, ili kwa hayo mpate kufunguliwa kutoka katika vifungo ambavyo kwa kukosa neno la Mungu mmefungwa katika hivyo, mjapoitwa wa Kristo. Mungu atusaidie. Mstari wa 17 Biblia inasema, na ikiwa mnamwita Baba yeye ahukumuye kila mtu pasipo upendeleo kwa kadiri ya kazi yake, enendeni kwa hofu katika wakati wenu wa kukaa kama wageni, kwa sababu tunaye Baba mtakatifu anayehukumu kwa haki pasipo upendeleo. Atamhukumu kila mtu, haijalishi ana jina kubwa, ana jina zuri, kwa kiasi gani watu wanamtambua au wanamkubali, kwa kiasi gani ana heshima, kiasi gani katika jamii, haijalishi. Mungu atahukumu kwa haki pasipo upendeleo, bila kujali unasali kanisa linaloitwa nini, bila kujali wewe ni mchungaji au uko na mchungaji mwenye kukubalika kiasi gani. Haijalishi, yule mhukumu wa haki anayehukumu bila kuangalia uso wa mtu, atamhukumu kila mtu aliyejichanganya katika masuala ya kiroho, akaenenda ndivyo sivyo, atapata hukumu yake inayomstahili.
Mungu atusaidie. Ndio maana anasema enendeni kwa hofu. Amina. Enendeni katika hali ya kumcha Mungu. Anaposema kwa hofu anamaanisha muwe watu wanaomcha Mungu. Haleluya, haleluya. Hili ni neno la Yesu Kristo linalowaonya kwamba kwa kuwa wanathubutu, wanajinasibu kwamba Mungu ni baba yao, basi wanatakiwa kuenenda kwa hofu pasipo kujichanganya kwa namna yoyote katika masuala yanayoaminiwa kwamba ni ya kiroho. Semeni amina. Mahali pengine Paulo anasema anawaambia watu wajitenge. Tutaliona hilo andiko baadaye katika Wakorintho kwamba mnapaswa kujitenga na kila mtu aitwaye ndugu anayeenda pasipo utaratibu. Anasema mnapaswa kujitenga naye. Anaposema aitwaye ndugu, ina maana zote mbili, ama ndugu wa kimwili au ndugu wa kiroho. Ili mradi anaenda pasipo utaratibu, anasema jitenge naye katika masuala yote ya kiimani, ikibidi hata usile pamoja naye. Katika Wakorintho hiyo wa pili sura ya 11 mstari wa 12, neno la Mungu linasema, lakini nifanyalo nitalifanya ili niwapinge hao watafutao nafasi wasipate nafasi, ili kwamba katika neno hilo wajisifialo waonekane kuwa kama sisi. Narudia, lakini nifanyalo nitalifanya ili niwapinge hao. Zingatia, katika fundisho langu nimesema kuna sisi, wako akina sisi na wako akina wale. Sema amina. Tuko sisi na kuna wale. Hiyo uzingatie. Ndio maana nasema nalifanya nitalifanya ili niwapinge hao. Amina. Hao akina nani? Wanaotafuta nafasi ya kujifananisha na sisi. Amina. Ili wasipate nafasi ya kujisifu kwamba na wao ni kama sisi. Ni lazima tufike mahali tujibainishe, tujipambanue, tujieleze kwamba sisi sio kama wale. Na ikitokea mtu mmoja anasema yeye ni kama sisi, tumwambie hapana, hujakidhi vigezo. Maana katika jambo la kiroho ni lazima vigezo na masharti vizingatiwe. Sema amen. Vigezo na masharti katika swala kiroho ni lazima lizingatiwe. Sikia, kuna watu ambao wanajaribu kusema na wao ni kama sisi. Wapendwa, iko shida inayoendelea katika ulimwengu wa kanisa kwamba watu wanajaribu kujifananisha. Hata wale waliookoka wanajaribu kujichanganya kule eti wafanane ili iwe sababu ya kuwavuta waje kwa Kristo. Haiwezekani. Haiwezekani. Giza ni giza na nuru ni nuru. Sema amen. Bona hii kinachosema hapo mstari wa 13 unasema, maana watu hao ni mitume wa uongo, watendao kazi kwa hila, wanaojigeuza wawe mfano wa mitume wa Kristo. Hii ni ajabu. Sio wa Kristo tu wanaojifanya walokole wakati wana mambo wanaoyafanya ya giza, lakini na wale wanaojifanya kuwa mitume wanajifanya mitume wa Kristo, lakini kumbe ni mitume kwa ajili ya mambo yao wenyewe. Mungu atusaidie. Wana mfano wa kuwa mitume wa Kristo, lakini kumbe wamejigeuza wao wanafanya